na tumekutana hapa kama watu wamekasirika, sababu tunaona kuna madhao tunafanywa kama community hii ya Wakikuyu. Kutoka zamani wazee wetu ili waende wakapigane watafute uhuru walikutana Githunguri. Wakati walikutana hapo Githunguri, hata wengine walienda na wakanyongewa hapo, wengine wameenda na wakauawa hapo. Alafu ikawa baadaye kuna mmoja wetu na prophet anaitwa Mogo wa Kiviru alikuja na akaprosper ati sisi wakati tutarudi pamoja na tujenge Mungu ncho tunaita Kigongona kama Wakikuyu, hiyo ndio wakati sisi tutaendelea vizuri. Kwa hivyo hiyo ni shiraini yetu ya Wakikuyu, na ni vibaya sana kuona serikali yenyewe imetumana hapo, hata kama wazee wamelia sana na wamejaribu kuwaelezea. Sasa wametuma matingatinga hapo na wamefence hiyo shamba. Tunataka kufanya affordable housing. Swali yetu kwanza ni moja. Kitu inahusika na kwa Wakikuyu wote na wengine hata wengine kabila hizi zingine, kwa sababu nasikia hata akina Ochieng Oneko alikuwa anasomea hapo. Ile kitu inaniuliza, tunajiuliza kama wazee ni kitu moja. Ni watu wangapi watajengewa hizo affordable housing hapa? Tunaweza fika watu 2,000. Kwa hiyo hizi kama Wakikuyu tuko mamilioni ya watu wale wanakuwa attached na hiyo ground. Kwa hiyo tungetaka kusema kitu moja, hiyo hatutaruhusu kama wazee, sababu ya watoto wetu ili wawe na hiyo historia. Kwa hivyo tumekataa kabisa, na tumesema na tumeeleza president mwenyewe kama kweli anakuanga anapatia heshima hata Wakikuyu, aende Githunguri na aende aseme hiyo mjengo iondolewe hapo, kwa sababu hata sisi hatutakubali iendelee. Hatutaki kupigana na serikali, lakini ikifika hapo sisi kama jamii ya Wakikuyu tutakataa na tutatoa, na lazima tupiganie haki yetu.